wakuje kina Jimo Rengo, all of those people. Hata Uhuru Kenyatta naenda kumuuliza mimi mwenyewe sikuje hapa. Tulikuwa naye juzi upande wa Mwingi, and we actually put up your cathedral ya Mwingi, lakini hii inaandamana na maono ya 2027. It's an amazing thing, and I want to do that in a special way, ili kukumbuka watu wa Mudhara who have made a special impact in my life, kupitia ndugu yangu Peter Godfrey Kaberia Mtamwereria na nephew yake hapa Peter Munya. And I don't want to say much about Peter again. Nataka mjue PNU, Wiper, DAP Kenya, ODM, Jubilee na KANU tumeshikana kukomboa Kenya hii. Pastor, umeongea juu ya corruption. Ile inaendelea sasa ni uporaji. It's not even normal corruption. Ile corruption ambayo haijajulikana, haijaonekana tena. Ni wakati sasa wa Kenya tushikamane kwa roho safi kukomboa nchi yetu. Bunge linaanza kazi yake tena next week. Nyinyi mkienda kule mjaribu kurekebisha ile mnaweza kurekebisha, lakini mkatae kabisa. Nilisikia story moja ya ajabu hapo. Chief Justice Martha Koome alipatia watu wa Kenya serikali, sisi tulikuwa tumepinga, akatoa uamuzi, hatukukubaliana nao, lakini tukaajibika. Sasa siingiliwe tena. Chief Justice Martha Koome ni mtoto wa Meru. Ni kweli si kweli? Wengine wanasema ni kama wanataka kufanya mswada watoe Martha Koome. Tutaandamana mpaka Maua, mpaka Sekuru, mpaka Meru, Mutindo, hiyo yote Kakoromoni. Hatutakubali mambo hayo. Kwa hivyo hiyo tunasema hiyo story ikome, because you cannot do that. Huku anakusaidia unakuwa what you want to be. The next thing wanataka kuteka nyara idara ya mahakama. That is the last bastion of our freedom. Already parliament umetekwa nyara, lakini wale timu Azimio ambao umesalia, kaini strong, mpinge kabisa mswada huu ambao unaletwa ati housing bill. Nimelala Embu, nimeamka Embu, nikaonyesha housing inaitwa affordable housing. Nyumba moja pale 4 million. Private sector already are building huko pande at the river kwingine at 2.9 million. Na watu wanaajiriwa kazi kwa wingi. Serikali haiwezi kuwa inajihusisha kwa mambo ya private business. It cannot work. Shida ambayo tutakabiliana nayo ni ushuru ambao Wakenya hawezi kuvumilia. Kwa hivyo tuzidi kukaa ngumu. Sasa ukweli unajulikana, na tutazidi kuongea. Kwa sababu hiyo kanisa nyingine, naomba tu tufike hapo. Pastor ikifika huko Siampio ndasema nilimuona Reverend Mberi. In fact, I don't know whether you're related to mwalimu alikuwa anaitwa Mberi. Yes, I am. We are Mberi family. Mberi family. Kwa hivyo tunashukuru Mheshimiwa Eugene kuwa nasi hapa.